Ujambo mtazamaji na karibu tena kwenye show yetu ipendayo ya Love Experience. Mimi ni presenter wako Brian B. Na leo tuko na mgeni atatuambia majina yake. Ujambo? Si jambo, kwa majina ni Joshua Jumba. Mimi ni mwanafunzi wa hapa Kisii University. Okay. Niko katika mwaka wangu wa kwanza, then nasomea laboratory. Oh. Yeah. Umezaliwa wapi lakini? Kuzaliwa kwangu nimezaliwa kule Kacheliba. Eneo ya West Pokot. West Pokot. Yeah. Wewe ndo wale wa West Pokot. Yeah. Okay, karibu kwenye show yetu. Natumai uko na experience yako kwenye mapenzi. Ndio. Nina. So nikuulize, uko kwenye mapenzi sasa hivi? Yaani uko kwenye uhusiano? Kwenye mahusiano. Kwa saa hizi si uko kwenye mahusiano. Niliamua kutulia kwanza kwa sababu mahusiano niliona ni focus na masomo ya kwanza. Ndio. Ushaikuwa kwenye mahusiano? Swali nzuri. Nishaikuwa kwenye mahusiano. Mimi binafsi. Ilikuwa actually nilimaliza kidato cha 4 2018. 2018? Yeah. So kwa hiyo pilika ya kukaa nje. Nikaona for a man si vizuri kukaa kiwa mwenyewe. Ikanibidi nikatafuta, kwa ile harakati ya kutafuta pale na hapa, hapo na pale. Nikampata msichana mmoja hapa katika tu eneo langu ambalo nilizaliwa. Kule Pokot? Ndio. Lakini mimi binafsi nilihama kutoka huko nikakuja Uasin Gishu. Karibu na Kapkures Ward, eneo la Ndabarnach. So kwa ile pilika ambayo tulikuwa mimi na yeye tumeanza mahusiano, distance ilitupata ways. As in yeye akakuwa kule, mimi nikakuwa huku. So ikanifanya tukapoteleana kiasi, lakini baadaye tulirudi tukapatana. So na swali kidogo. Ndio. During that time mko far kidogo. Ndio. Mlikuwa na ile communication ilikuwa inaendelea vizuri? Communication ilikuwa but once in a while. Ilikuwa mimi mwenyewe lazima nimtafute. Za zingine anaweza kanitafuta, lakini most of the time mimi ndio nilikuwa namtafuta. Vizuri. So kukaendaje? Unajua mapenzi pia ina mambo yake. So kukaendaje? Sasa ilikuwa tu hivi 2018 nilipomaliza kidato cha 4. Nikapasi, lakini due to fee challenges ya kuingia chuo kikuu. Kabidi nimekaa nyumbani nikaanza kutafuta pesa. Alafu sasa tukaanza kwa mahusiano na huyo msichana. Tukapendana, lakini yeye alikuwa kidato cha 3. Cha 3. Kidato cha 3. Sasa ikanibidi mimi niendelee kukaa tu huku nje yake, endelea kusoma nikimsubiri. Kwa sababu nilikuwa make mind, nimesema yeye ndio wangu wa maisha. Lakini vile tumesonga hadi akamaliza sekondari, chuo ya sekondari. Tukaendelea tu bado kidogo. Sasa hapo ndio mapenzi yakanoga kabisa. Akaniambia ni make time tuende tujulishane kwa wazazi. Ingawaje mimi nilikuwa nimeshaambiana, wazazi wangu wameshajua. So uliambia wazazi ule wakati ulikuwa bado shule, ama alimaliza shule ndo ukawaambia? Kabla yeye alikuwa bado yako shule, nilikuwa nimeshaambiana kwa sababu mimi nilikuwa nje. Nimemaliza shule, yeye ndiye alikuwa bado. Sasa nilikuwa at least una reveal kwa mzazi ndiye ajue kuna mtu. Kuna mtu.
kwa sababu unajua sometimes wazazi wa kiume wanaweza wakakuwa wanasema pengine niko na waume hapa lakini hawezi kung'ata. Sasa nikasema at least niambiane kidogo ndiye ajue kijana yangu baada wako salama na anaweza kufanya nini kuendeleza generation yangu. Sasa tuende. Sasa kwa hapo nikaambiana, wazazi walikuwa wanajua, hadi wake walikuwa wanajua, lakini sasa bila tumekuja hivi tukasonga, mimi nikaingia chuo kikuu juzi 2021. Yeye vile akamaliza shule. Sasa ikakuja hii time yenye tuko bado nyumbani. Sasa yeye ako nyumbani, mimi niko shule. So tulikuwa tuna communicate by the way. Conversation ilikuwa such a awesome conversation between me and her. So tukasonga tu, as in unaendelea kumold, kwa sababu hakuna mtu mwenye anataka mahusiano ambayo si dhabiti, ndio? Ndio maana yake nikasema wacha ni mold, as in ni muendelee kumuunda, ndio ingawaje tutakuja kupatana baadaye, lakini ni muweke katika shape ambayo mimi nataka ya ishi ndani. Lakini unfortunately haikumake. So haikumake na yale mapenzi yote. Haikumake. Kuliendaje? Sasa it happened like this. During the last December, there is around date 17 there. Yeah, I remember date 17 kulikuwa na hii kutoka kwa serikali kuu inasema wanataka kuajiri walinzi wapya ambao watakuwa wanalinda Kenya. Recruitment. Yeah, recruitment ya jeshi. Na kulingana na kule ambako yeye amezaliwa, bora uko na certificate na unaenda kufanya nini, kujaribu, kwa sababu hii maisha it's all about trying. Yeah, sasa yeye ilimbidi akaenda akajaribu kuingia katika hiyo, kujiunga na hao ambao wako bado uko ndani. Na kwa bahati, siwezi nikasema kwa bahati mzuri ama mbaya, akafanikiwa kuipata. So akachukuliwa. Yeah. Lakini kidogo kwanza pale nyuma, huyu msichana alikuwa ananisaidia kabisa. Naweza nikasema alikuwa mtu wa maana sana kwa maisha yangu, kwa sababu nilikuwa hapa shule sikuwa na sometimes, as in alikuwa ananipea, sometimes ananitumia Wow. Minimum 150, but maximum siwezi nikareveal. So siwezi nikasema nilikuwa na depend kwake, lakini inakaa ilikuwa ni kama yeye alikuwa ameshanipenda. So alinipenda vile niko. Na ingawaje mimi sikuwa na kipato cha mfuko, kwa sababu nilikuwa bado mwanafunzi, alafu fee tena inanisumbua kidogo. So ikabidi ni cope up with the situation yangu na niendelee kumpenda hivyo. Sasa turudi kwa pale venye tuliachia. Yeye sasa alipojiunga na alipoenda kufanya recruitment, akakuwa among the shortlisted, ndio. Sasa akapata hiyo favor ya kujiunga na hiyo jeshi. So it happened, ilikuwa tarehe 20, around 20 mwezi. Aliposikia akanitumia message akaniambia nimefanikiwa. Nikamwambia all the best, lakini kumbuka kwamba mimi nilikuwa wako. So hata vile ingawaje umefanikiwa, mimi bado natumai utaendeleza lile penzi letu ambalo mimi na wewe tuko nalo.
Tukaelewana hiyo usiku, mahaba yani maneno matamu mapenzi yakanoga sasa. Akaniambia vile ananipenda kama mwanaume, nikaona sina budi ila tu kukubali na niendelee kufanya nini, kumpenda. Nilimpa moyo wangu kabisa na nika promise sita cheat. Kama vile tu awali sikuweza kumcheat na sikuweza kufanya all sorts of other behavior, kwa sababu nilikuwa na imani kuwa yeye ndio jaguo langu ama yeye ndio ubavu wangu. Sasa tukasonga mbele. Sasa kufika tarehe ilikuwa karibu 24th ndio tuingie Christmas. So ile kuchat ya kawaida, WhatsApp, those kind of pictures she used to send to me. Then haikuwa siku haingepita kama hajanitumia picha niaulize babe unaendelea aje, mimi na nimuulize hey babe umeshinda aje. Sasa ni ile nikasema mbona leo hivyo imekuwa aje? Si nikapiga simu, I had to call her, nikasema sasa kwa hiyo leo sijapata feedback kutoka kwake. Na unajua kwa mapenzi lazima ufanye nini, ujitume. Na lazima kujituma. Kujituma ni lazima, na lazima umwambie, mkumbushe kila siku wako kwenye mahusiano. Ndio vile nikamwambia mbona leo nilipompigia simu nikamuuliza mbona leo hujanifanya nini, hujani call. Kaniambia nimekuwa busy. Nikaelewa tu, nikasema pengine hii ni hali ya kawaida leo. Kazi ilikuwa ameshikika. Nikanyamaza, nikamtextisha WhatsApp. So kuanzia hapo nilimtextisha WhatsApp around siku ya kwanza nilitext 7 messages. Na ako WhatsApp lakini inaonesha tu blue, kumaanisha ameisoma lakini haizi reply. So mimi nikanyamaza, so nikajifikiria pengine mimi nimemkosea. Nikanyamaza, nikamcall. Sasa vile niliona hiyo trend inaendelea kufanya nini, kupersist, nikamwambia, nikamcall simu ya kwanza. Nikasema pengine alisema ako busy, acha ninyamaze kwanza. So it happened, tukasonga mbele, nikaona call ya kwanza ashiki. Nikasema wacha nisifanye nini, nisimsumbue kwa sababu alikuwa ameniambia ako nini, busy. Sasa nikanyamaza. Then ikakuwa sasa nikacall, as in nilicall for around 17 missed calls. 17 missed calls. So si ile ati una call unawacha. Continuous. Nilikuwa na call continuous, as in ina ring mpaka mwisho tena narudi. So I pick. Yeah, nika give up. I had to give up. Nikasema haina haja ni force. So hiyo ikaniuma kabisa. Nikamtextisha tena WhatsApp, text zingine 7. Ikaendelea hivyo, trend ikaendelea, nikaona reply. So ikakuwa 14 ya jana na hii ya leo, 14 messages ziko unreplied. Kesho yake sasa, wakati na text ya pili kesho yake, nika call tena mara ingine 17. Haikushikwa. Actually nilikuwa nataka ni make more calls, but nikaona sasa 17, if she hasn't respond, nika quit. Nikasema let me relax na take it easy. So around nikaamua kwenda tu kuteka nap. So nikasema acha nimwachie time. So nikaenda vile nilitake nap, nikarudi WhatsApp kidogo. So nikatext ile as in a paragraph of a text. Nikasema, nikamuuliza anything and nimekosea hivyo.
naomba msamaha kama nimekosea. Ile tu unaweza ukakuwa una beg mtu juu unajua una makosa. So tuka continue tu hivyo, akaniambia it's okay. But kwa hiyo saa na wakati huu hatungeweza kuendelea kwa sababu there is a emerging issue. Issue ilikuwa so kwa hiyo emerging issue yeye ikabidi amfanya nini? Ameniambia actually his brother is at UON, University of Nairobi currently. So akaniambia my brother has told me that a campus guy normally uses girls and they dump them. So actually nikamuuliza, is that the reason yenye umefanya umeninyamazia? Akaniambia yes, cause akasema huwa anafuata sana nini advice ya brother yake. So nikasema it's okay, kama amekuambia na hutaki kumfailisha then that is good. So nikanyamaza, nikamwambia acha nifikirie. So yeye akasema nini? Tuachane. Akanitext tu tuachane. What? Yeah. So sema brother yake ndo alifanya mkakosana? Yeah, brother yake alifanya tukapata ways due to lafu. Tena kitu kingine ni yeye amepata kazi, as in mimi sina kazi, sina pesa. Cause she ali hapo awali alikuwa akinifund. Saa hizi mimi na yeye sina do. Yeye ako na pesa. Actually saa ikakuwa tu hivyo. That's very sad. Sorry for that by the way. Ukipata chance labda akwambie kwamba bado anakupenda, unaweza mwambia aje? Actually for now siwezi jaribu mapenzi tena juu penye ile pali nifikisha. Naweza nikasema hiyo ilikuwa the biggest lesson in my lifetime yenye niliaipatana na juu. Actually I have never been in another relationship apart from that one. So as in nasema tu hiyo ni biggest lesson nimeilearn from ladies, as in if you don't have money you are being dumped. And nowadays relationship are built by money. There is no trust, as in trust might be there, but something which will strengthen it is money. Okay, pengine tukitamatisha kipindi cha leo, naomba ueleze, waambie watazamaji wale wanaotuona, vijana wako nje wanataka kujiingiza kwenye mapenzi, naomba wape advice moja kuhusu mapenzi kabla hawaja fall in love. Swali nzuri by the way. Kile ambacho mimi ningependa kuambia vijana kule nje, vijana wenzangu, mapenzi ama relationship si mbaya, it's not bad, but penda yule anayekupenda. Sometimes it is good kukua na mpenzi anayekuenzi kwa shida na raha. Kwa sababu kama story yangu, yeye wakati alipata job mimi sikuwa nayo, ikabidi tufanye nini? Tuachane. Alafu kitu kingine, wewe usimsikilize mtu wa familia yako kwa sababu wewe unataka, kwa sababu yeye alikuwa hapo nyuma akikupa wasia, akikuambia vile maisha inastahili. Wakati penda mtu na roho yako. Usitumie maneno ya mtu mwingine kukuja kufanya nini? Kupati your relationship away. And kitu kingine, wacha pesa isikue ndicho sababu ya kupenda mtu. Unaweza ukampenda mtu hata kama hana pesa, kwa sababu huwezi ukajua kesho ya mtu. Huwezi ukajua kesho ya mtu. Asante sana. Yeah.
Asante sana kwa kututembelea siku ya leo, na tumefurahi. Watu wamejifunza kutoka kwako, kutoka kwa story yako. Ndio. Na karibu tena. Asante. Mtazamaji, imekuwa show yetu Love Experience ukiwa nami Brian B. Na ukitaka kutufuatilia, fuata mtandao wetu na utapata uhondo, utaburudika. See you next time. Thank you.